Mume wangu, siku hizi nikikuomba ukaribu wa ndoa unanikwepa. Unanionyesha kuwa sina thamani. Sio kila muda ni wa hayo mambo, na pia si lazima nikubali kila unapotaka. Misali 5:18 hadi 19 panasema, chemichemi yako na ibarikiwe, nawe umfurahie mke wa ujana wako. Matiti yake ya kutosheleze wakati wote, ufurahie upendo wake daima. Hii siyo tamaa, ni agizo la kufurahia ndoa yetu. Waefeso 5:22 panasema, wake watini waume zenu kama kumtii Bwana. Kuna utaratibu, sio kila kitu kinaamuliwa kwa hisia zako. Hata hilo limeandikwa. Wimbo ulio bora 7:10 panasema, mimi ni mali ya mpenzi wangu na shauku yake ni juu yangu. Wakorintho wa kwanza 7:5 panasema hivi, msinyimane isipokuwa kwa mapatano kwa muda, mpate kujitoa kwa kusali, mkutaneni tena, shetani asije akawajaribu kwa sababu ya kutokuzuia nafsi zenu. Biblia haisemi usipende, inasema tusinyimane isipokuwa tukikubaliana. Mhubiri 3:1 panasema, kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kukumbatiana na wakati wa kuachana. Hapa unaona kuwa Biblia inaonyesha kuwa kuna wakati wa kusema hapana, na wewe unapaswa kuelewa hilo. Pia Wagalatia 5:16 panasema, nendeni kiroho nanyi hamtatimiza tamaa za mwili. Sitaki ndoa yetu iongozwe na tamaa. Nataka nidhamu ya Roho Mtakatifu. Sio mimi ninasema, ni maandiko. Wakorintho wa kwanza 7:3 panasema hivi, mume na ampe mkewe haki yake, vivyo hivyo mke na ampe mumewe haki yake. Waebrania 13:4 panasema hivi, ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana waisharati na wazinzi Mungu atawahukumia. Kulinda ndoa yetu ni jukumu letu sote, sio upande mmoja. Sikuwahi kufikiria hivi. Nilihisi ni jambo la kawaida tu. Hii sio tu mwili, ni agano mbele za Mungu. Malaki 2:14 hadi 15 panasema, Bwana alikuwa shahidi kati yako na mke wa ujana wako, naye ni mwenzako na mke wa agano lako.
vilindeni rohoni mwenu. Labda nilikuwa natumia mamlaka bila kuelewa wajibu wangu. Sikuhitaji mengi, nilihitaji tu uwe wangu, kama maandiko yanavyosema. Ukinipenda nami nakupenda mara mbili.